Matiti ya mwanamke hupitia mabadiliko mbalimbali katika maisha yake na mara nyingi huonekana kulala au kusinyaa kadri muda unavyosonga. Hali hii ni ya kawaida na inachangiwa na sababu kadhaa za kimaumbile na za kimazingira. Ni muhimu kuelewa kwamba kunyonyesha si chanzo pekee cha matiti kulala, bali kuna mchanganyiko wa vigezo vinavyohusika. Moja ni umri. Kadri mwanamke anavyozidi kuzeeka, tishu za matiti hupoteza uimara na elasticity. Ngozi hupungua uwezo wa kujikunja na kurudi katika hali ya awali, hivyo matiti huonekana kushuka. 2. Mabadiliko ya uzito. Kunenepa kupita kiasi au kukonda ghafla husababisha ngozi na tishu za matiti kunyooshwa na kulegea. Mabadiliko haya ya uzito mara kwa mara huongeza uwezekano wa matiti kulala. 3. Idadi ya mimba. Wanawake waliopata mimba mara nyingi hupitia mabadiliko ya homoni yanayoathiri muundo wa matiti. Kila ujauzito unaongeza shinikizo kwenye tishu za matiti, na kadri idadi ya mimba inavyoongezeka, ndivyo uwezekano wa matiti kusinyaa unavyoongezeka. 4. Uvutaji wa sigara. Nikotini na kemikali zingine hupunguza kiwango cha kolajeni na elastini kwenye ngozi. Hii husababisha ngozi kupoteza uimara na matiti kushuka mapema. 5. Ukomo wa hedhi, yani menopause. Kupungua kwa homoni ya estrojeni na progesterone wakati wa kukoma hedhi husababisha kupungua kwa tishu za matiti. Matokeo yake ni matiti kuonekana madogo na kulala. 6. Vinasaba, yani genetics. Urithi wa kimaumbile una nafasi kubwa katika kuamua uimara wa tishu zinazoshikilia matiti. Ikiwa familia ina historia ya matiti kulala mapema, kuna uwezekano mkubwa wa hali hiyo kurithiwa. 7. Mambo ya kijamii na kisaikolojia. Baadhi ya wanawake huacha kujipenda au kujitunza wakati wa ujauzito na kunyonyesha, jambo linaloweza kuathiri muonekano wa matiti. Kejeli au maneno ya wenza kuhusu muonekano wa matiti pia huathiri mtazamo wa mwanamke kuhusu mwili wake. 8. Kunyonyesha na dhana potofu. Tafiti za kisayansi zimeonyesha kuwa kunyonyesha sio sababu ya moja kwa moja ya matiti kulala. Utafiti wa chuo kikuu cha Kentucky uliofanyika mwaka 2007 ulionyesha kuwa umri, idadi ya mimba na uvutaji sigara ndizo sababu kuu, si kunyonyesha. Mbinu za kupunguza au kuzuia matiti kulala. Ingawa matiti kulala ni mchakato wa kimaumbile unaotokana na umri na vinasaba, kuna njia kadhaa ambazo zinaweza kusaidia kuchelewesha au kupunguza kasi ya hali hii. Njia ya kwanza ni mazoezi ya misuli na kifua. Mazoezi kama push-up, bench press na chest fly husaidia kuimarisha misuli ya kifua. Misuli imara hutoa msaada zaidi kwa matiti na kusaidia kuonekana yakiwa yameinuka. Njia ya pili ni lishe bora. Kula vyakula vyenye protini, vitamini C na E pamoja na omega 3 husaidia ngozi kubaki na elasticity. Kunywa maji ya kutosha ili ngozi ibaki na unyevunyevu. Njia ya tatu ni kuepuka mabadiliko makubwa ya uzito. Kupunguza au kuongeza uzito ghafla unanyoosha ngozi na tishu za matiti. Kudumisha uzito wa wastani husaidia kupunguza kusinyaa. Njia ya 4 ni kuvaa sidiria sahihi. Sidiria yenye msaada mzuri, yani supportive bra, husaidia kupunguza shinikizo kwenye tishu za matiti. Wakati wa mazoezi, tumia sports bra ili kupunguza kutikisika kwa matiti. Njia ya 5 ni kuepuka uvutaji wa sigara. Sigara huharibu collagen na elastin, protini zinazohakikisha ngozi inabaki imara. Kuacha sigara husaidia ngozi kubaki na uimara kwa muda mrefu. Njia ya 6 ni kulinda ngozi dhidi ya jua. Miale ya UV huharibu collagen na elastin na kusababisha ngozi kulegea. Tumia krimu yenye sunscreen unapokuwa juani kwa muda mrefu. Njia ya 7 ni mkao sahihi wa mwili. Kusimama na kukaa kwa mgongo ulionyooka husaidia matiti kuonekana yameinuka. Mkao mbaya, yani kukunja mabega mbele, hufanya matiti yaonekane yamelegea zaidi.
Matiti kulala ni mchakato wa kimaumbile unaochangiwa na umri, mabadiliko ya uzito, idadi ya mimba, uvutaji wa sigara, ukomo wa hedhi na vinasaba. Kunyonyesha haina uhusiano wa moja kwa moja na kusinyaa kwa matiti, bali ni dhana potofu inayosambazwa bila msingi wa kisayansi. Wanawake wanashauriwa kuzingatia afya na ustawi wao kwa ujumla, badala ya kuacha kunyonyesha kwa hofu ya kupoteza mvuto wa matiti. Matiti kulala ni jambo la kawaida, lakini kwa mazoezi ya kifua, lishe bora, kuvaa sidiria sahihi na kuepuka tabia hatarishi kama uvutaji wa sigara, mwanamke anaweza kuchelewesha au kupunguza hali hii. Ni muhimu pia kukumbuka kwamba muonekano wa matiti ni sehemu ya mabadiliko ya maisha na haupunguzi thamani ya mwanamke. Haya ni machache kati ya yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kugusa maandishi yaliyoandikwa subscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Unaweza kuniachia maswali au maoni sehemu ya comment. Pia unaweza kulike na kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.